Kwa mantiki hiyo sasa, mkulima, tunasema kani sio mbolea ya kuzalishia. Kani sio mbolea ya kuzalishia. Nafikiri sasa tunazungumza lugha moja sasa. Tunaelewana sasa. Tumezungumza mambo mengi japo tumedonoa hapo, nimedonoa sana, nimeupa kwa uchache sana kulingana na level yako wewe mkulima. Sikupaswa kuchimba sana nitakuchanganya. Na pengine nimesha kuchanganya kwenye haya mahesabu machache. Kwa hiyo kwa sababu hizi tulizozieleza ni za msingi, kuanzia leo baada ya kutazama video hii, badilisha wewe uelewa wako kama unahitaji kujifunza. Lakini kama ni mtu ambaye ulichokishika umekishika, endelea hivyo baba. Minja Kilimo nimenawa. Sidaiwi nishawaeleza, nishawafungua macho, nishawafungua ufahamu. Kani ni nini? Tumekuwa unajua jambo ambalo hata kama sio haliko sahihi, likisemwa sana kwa muda mrefu basi linakuwa liko sahihi. Kwa kani imesemwa sana kwa muda mrefu kwamba ni mbolea kuzalishia, ya kubebeshea, ya kuzalishia, ya kubebeshea. Watu mnaelewa hivyo. Lakini video hii inakuja kukukomboa kifikra. Na lengo letu kubwa kama Minja Kilimo ni kukukomboa kifikra. Kani sio mbolea ya kuzalishia kwa sababu kimsingi nutrient ama kirutubishi kinachopatikana kiurahisi kwenye mbolea ya kani ni nitrogen katika mifumo miwili. Mfumo wa kwanza ni nitrate na mfumo wa pili ni ammonium. Hiyo mifumo miwili ndio inayotoa kirutubishi cha nitrogen, na nitrogen kazi yake ni kirutubishi cha kukuzia. Kwa mbolea ya kani iko kwenye kundi la mbolea za kukuzia. Sawa ndugu yangu, wewe ambaye una nyanya yako sasa hivi iko maua, tayari ushaweka stock ya kani ndani, elewa kwamba hapo unacheza sebene, hamna kitu unafanya. Yaani elewa kwamba utakachokifanya pale utazalisha majani ya kutosha kwenye hiyo nyanya, maua na matunda hola. Yaani ukifika shamba utakutana na msitu wa nyanya, msitu kwa kweli, nyanya green, lakini maua na matunda hakuna. Kinyume na hapo, uwe una utaratibu wa kuchanganya mbolea. Uwe unachanganya mbolea. Usipofanya hivyo, ukawa tu unatumia tu kani, ndugu yangu, hutaona matokeo. Labda kama kidogo unachanganya na dapu, kidogo unachanganya na NPK, hiyo inaweza ikakusaidia usione madhara ya kani peke yake. Lakini kwa anayetumia kani peke yake, nyanya yatoe maua na matunda, madhara yake anazalisha majani, anazalisha kichaka, maua hakuna. Nafikiri mpaka hapo tumeelewana. Sasa namalizia, nafunga mjadala kwa kukueleza mbolea ipi ni ya kuzalishia, mbolea ipi ni ya maua na matunda. Ikumbukwe nilisema engo hii itajikita zaidi kwa wakulima wa mboga mboga. Wewe mkulima wa mahindi, kani ni chaguo lako. Kani wewe utaitumia kama mbolea ya kuzalishia, mnavyoiita hivyo, endeleeni kuiita hivyo, lakini ni kwenye mahindi tu. Ukiita mbolea kuzalishia kwenye zao la mboga mboga, umeshaenda kinyume, umekosea. Sawa mkulima? Nafikiri mnanielewa. Ukishaiita mbolea kuzalishia kwenye zao la maua na matunda, unakosea kwa sababu inatoa nitrogen. Nitrogen ni ya kukuzia. Na mahindi ndugu zangu, yanahitaji ndio NPK, yanahitaji phosphorus, yanahitaji potassium, lakini ukishaweka ile foundation, ukishatumia mbolea ya kupandia kwa awamu ya kwanza, ukatumia DAP kwa mfano, DAP ambayo ina phosphorus nyingi au mbolea nyingine yoyote yenye phosphorus wakati wa kupanda, tayari umeweka foundation nzuri kwa muhindi wako. Baada ya pale tunasema utatumia mbolea ya pili ya kukuzia mahindi yakiwa na mwezi, ambayo ni nitrogen. Mfano wa mbolea maarufu mnayopenda kutumia wakulima ni urea. Ukatumia urea, upo sahihi kabisa. Na mbolea ya pili ambayo nyinyi mnaita ya kuzalishia bado kwa mahindi ni urea, ni nitrogen. Either hiyo urea ama iwe Kynoplus ama iwe Amidas, vyovyote vile, lakini tunachokitafuta bado ni nitrogen kwenye upande wa kuzalishia, na mahindi yanafanya vizuri. Kwa hiyo mbolea gani sasa ya kuzalishia? Siwezi kulijibu moja kwa moja hili swali kwa sababu elimu ya mbolea ni pana na inahitaji uwekeze maarifa. Nikuase kwanza kwenye hilo eneo. Kwa video yangu hii ya dakika 10, dakika 20 haitakutosha. Naweza nikazungumza hata lisaa lizima hapa kuanza kuzungumza mbolea gani ya kuzalishia na bado nisimalize. Kwa hiyo ambacho ninakusicha, kwanza tafuta maarifa, soma vitabu. Wapo wataalamu ambao wameandika masuala ya mbolea vizuri, tukiwemo Minja Kilimo. Tunacho kitabu cha matumizi sahihi ya mbolea kwa mmea. Kama hujawahi kukisoma hicho kitabu, na kuasa kupitia video hii kisome. Kina peji zaidi ya 100, kimeeleza mbolea tu. Hamna stories zingine mule, ni mbolea tu. Kwa hiyo utaelewa haya yote kiundani sana. Tumechimba na ni kwa lugha rahisi.
ili iweze kukusaidia kuchambua mbolea ipi ya kupandia, ipi ya kukuzia, ipi ya kuzalishia. Ukipata kile kitabu kitakuongoza. Lakini zaidi ya hapo, tafuta maarifa YouTube, na ziko page ambazo zinazungumza vizuri kuhusu mbolea ili ujifunze. Baada ya kusema hayo, sasa naweza nikazungumza kwa ufupi tu kama kukupa muongozo, lakini sio kwamba ndio mwisho ninachokizungumza. Hapana, lazima utafute maarifa zaidi katika hili. Katika mmea, kwanza nikukumbushe, mmea ni kiumbe hai na mmea una hatua za ukuaji. Kama ambavyo mtoto anapozaliwa ana hatua za ukuaji, na ukienda hospitali unashauriwa kidaktari, unaambiwa miezi 6 ya kwanza asipewe hata maji ya kunywa, kila kitu atakipata kwenye maziwa ya nani? Ya mama yake. Kwa kama atakipata kwenye maziwa ya mama yake kwa hatua ile, akitoka pale baada ya miezi 6 unaambiwa umwanzishie vyakula vyepesi, kwa sababu tayari mahitaji yake ya mwili yanaongezeka. Haina tofauti na kwenye mimea. Naomba nitumie huo mfano kwenye maisha yetu ya kawaida ili iwe rahisi kunielewa. Kwa hiyo ni hivyo hivyo. Mmea, hasa mmea wa mboga mboga. Jamani, mboga mboga ndo zina mambo mengi. Nyanya, sijui vitunguu, sijui wakulima wa hoho, sijui wakulima wa cabbage, sijui wakulima wa nini. Huko ndio kuna mambo mengi. Yaani nyinyi ndio inatakiwa mtafute maarifa sana kuliko mkulima wa mahindi. Mkulima wa mahindi anaweza akaondoka na hii general knowledge nilizozungumza hapa na akafanya kwa ufanisi. Ila wewe wa nyanya utakula za kichwa. Kwa hiyo nyanya ina hatua. Hatua ya kwanza tunasema tuachane na kitalu. Hatua ya kwanza baada ya kuhamishia shambani. Ukishahamishia shambani tu umeipanda, pale maisha ya nyanya yanaanza. Na kila hatua ina mahitaji yake. Ndio maana nasema siwezi kumaliza hiki kitu, lakini kiufupi ni hivyo. Kwa hatua ya awali tunasema unaweka mbolea ya kupandia. Wakulima mnafahamu, na kwenye hilo hamkosei kwa sababu mnafahamu mbolea ya kupandia ni dapu. Japo unaweza usijue hasa unatafuta nini pale, lakini unachokitafuta ni phosphorus. Kwa hiyo unaweza ukatumia mbolea nyingine yoyote ili mradi iwe na kirutubishi cha phosphorus. Baada ile hatua, kuna hatua inayofuata. Mmea umeshashika sasa, inaanza hatua ya ukuaji, kuna kirutubishi chake, na mwisho inakuja kumalizia hatua ya maua na matunda, ambayo ndio haswa lengo la hili darasa la leo. Hatua ya maua na matunda ndio nataka sasa mtoke huko kwenye kani. Sasa kwenye hatua ya maua na matunda, kiufupi tafuta NPK. Kiufupi tafuta NPK. Tena ukiweza tafuta NPK ambayo iko balanced. Tunaita ni complete fertilizer. Tafuta ile complete fertilizer ambayo mbolea maarufu sana NPK ni ile yenye ratio ya NPK afu unakuta ina 17 17 17. Pata hii dili nayo. Tena una uwezo wa kuanza nayo kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Lakini hatushauri ufanye hivyo kwa sababu mahitaji ya mmea yanatofautiana. Ni vizuri ukaanza na zile specific zilizopo, kama ni ya kupandia, kukuzia. Ukifika kwenye kuzalishia, tembea na hii NPK. Ukipata 17 safi. Nje ya 17 sasa inahitaji elimu ili uweze kujua jinsi ya kuzisoma. Mmea ambao kwa hatua ya maua na matunda unahitaji zaidi phosphorus, unahitaji zaidi potassium. Hivi virutubishi viwili vinahitajika kwa wingi. Sijasema kwamba nitrogen haihitajiki. Nitrogen inahitajika, phosphorus inahitajika, potassium inahitajika, ila ni kwa viwango tofauti. Kama ndivyo sasa, kwa wewe ambaye hutaki kujisumbua, hutaki kusoma, unataka tu yani ile utoke na knowledge moja kutoka Miche Kilimo, basi utembee nayo, lakini ni hatari. Basi mimi nakumezesha. Tembea na NPK ya 17 17 17. Mind you, nikukumbushe, mahitaji yanabadilika ya mmea. Kwa hiyo unaweza ukatembea na hii ikakupa matokeo mazuri sana au isikupe matokeo mazuri. Kwa hiyo hayo yote inabidi uwe na mtaalamu jamani. Hicho ni cha mwisho, kuwa na mtaalamu. Umeamua kuwekeza kwenye kilimo, hasa kilimo cha mboga mboga, ni gharama. Kuanzia mbegu ni gharama, matunzo ya shambani ni gharama, unawekeza millions of money. Kwa nini unaona shida kuwekeza kwa mtaalamu? Tafuta mtaalamu wako mmoja ambaye unaamini anafanya hizi shughuli na anazijua, na sio yule wa darasani ambaye atakumezesha vya darasani. Tafuta yule ambaye ameshakaa field. Ni mtaalamu ile ameshakaa field, anafahamu. Akusaidie, akuongoze. Lipia. Watanzania mnapenda mserereko sana. Mnapenda sana, yani ninja amalize kila kitu bure. Maisha haendi hivyo. Lipa,
mlipe mtaalamu akuongoze katika kila hatua. Eneo la mbolea ni eneo muhimu. Hapa ndio kwenye lishe ya mmea. Ukiupa mmea wako lishe nzuri, utakupa matokeo mazuri. Ukishindwa kuupa lishe nzuri, usitegemee matokeo mazuri. Hata mtoto, ndugu yangu, asipopatiwa lishe nzuri, mwisho wa siku marasmus, mwisho wa siku sijui kwa shako, mwisho wa siku sijui malnutrition, hovyo, afya hovyo. Lishe. Kwa hiyo lishe ni msingi, na katika eneo hili ni pana. Kwa hiyo neno langu la mwisho ni hilo: tafuta mtaalamu, lipia consultation. Hata Minja Kilimo tunafanya hiyo huduma, lipia consultation, tukusaidie, tukuongoze. Ukiona ni gharama sana kulipia maarifa, endelea hivyo hivyo, endelea kwenda hivyo hivyo kwa kubahatisha, upigwe za uso. Ukishakula hasara mara 2 mara 3, utakaa chini, utaona kuna sababu ya kufanya kilimo kupitia wataalamu. Na mpaka hapo nisizungumze sana, mpaka hapo niishie hapo, lakini endelea kutufuatilia kwenye peji zetu Facebook kwa jina la Minja Kilimo, YouTube, Instagram, LinkedIn. Huko kote utaendelea kupata update kama hizi, na zaidi ya hayo, kama bado hujatufollow na unatazama video hii, bonyeza basi katufe hapo kwa kutufollow. Tufollow ili tuwe familia kubwa, lakini ili tuendelee kupeana zile update. Na mwisho, ninaomba maoni yako kwenye comment. Video hii imekuwa msaada kwako? Unatamani tuendelee na hiki tunachokifanya, na ungetamani tulete mada gani nyingine mpya ambayo itakukosha zaidi? Minja Kilimo tunasema kilimo ni maisha, kilimo ni ajira. Tukutane shambani.